Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Naitwa Dr. Kaipa, mtaalamu wa viumbe na mimea. Napatikana Kibaha kwa Matias, mkoa wa Pwani, nchini Tanzania. Je, unajua kuna mti mkubwa duniani? Kwamba huu ndio mti nambari 1 duniani mkubwa. Unaitwa fig, lugha ya Kihibrania. Tafsiri yake kwa lugha ya Kiswahili ni nambari. Tafsiri yake kwa lugha ya Kiingereza ni figure. Nambari. Kwamba ukisema nambari, taja nambari 1. Nambari 1, mti mkubwa duniani unaitwa mkuyu, lugha ya Kiswahili. Ndio mti baba yetu Adamu aliishi chini ya mkuyu. Ndio mti umetajwa na kusifiwa ndani ya kitabu cha Tanakh wanachosoma Majudaism. Ndio mti umesifiwa, umetajwa ndani ya kitabu cha Biblia wanachosoma Wakristo. Ndio mti umesifiwa na kupewa surati 10 ndani ya kitabu cha Qur'an. Hivi vitabu vyote vinaitwa Abrahamic religions. Zinaamini Abraham ndio baba wa imani. Kwa hiyo makabila mbalimbali, wataalamu wa dawa za asili, mimea mbalimbali, hata wenganga wa kawaida, kwamba hatumii vitabu Biblia, Qur'ani. Simaanishi kwamba mtu anachukua Qur'ani anawasomea watu uongo, lakini namaanisha kusoma kitabu cha Qur'ani na kujua miti iliyomo mule, basi na kuitumia ile miti kwa wanadamu. Sio kuchukua aya za Qur'ani kuwasomea wanadamu. Huo ni uongo, spiritual fault. Kwamba unachukua aya ya Qur'an unamsomea mtu, unachukua aya ya Qur'an unayasomea mafuta, hakuna mtume alifanya kitu kama hicho. Ni misrepresentation, upotoshaji. Mitume wote alikuwa anatoa maelezo, tumia mti, tumia majani sana. Mkuyu umebeba kazi zote za waganga duniani, kazi zote za wataalamu duniani. Mkuyu, nakupa mfano. Unaumwa, unafika kwa mtaalamu, unamkuta na dawa zake, lakini anaenda kuchukua majani, anayachemsha yale maji, anaenda kuchanganya na dawa, anakuambia hii dawa kanywe. Yale majani, yale mkuyu, yanatengenezwa mafuta, therapeutic oil, au aromatic oil, dawa ya asili ya kutoka kwenye mmea, majani, maganda, magome, mizizi, maua, inaitwa essential oil. Ni mafuta. Yakiwa mafuta, basi anachukua mafuta ya mkuyu, mti mkubwa, anaweza akachanganya na mkaa, anaweza akadondoshea kwenye majani aina fulani 40 na nini, 40 atakwambia haya mkanywe. Anaweza akachukua mtu akaweka tu kwenye udongo, akakwambia huu udongo ni dawa. Mtaalamu huyo, umechanganywa na mafuta ya majani ya mti wa mkuyu, mti mkubwa. Basi anakuambia paka ile sehemu inakusumbua, basi ile dawa itafanya kazi. Lakini kwa sababu umebeba kupitia kwenye udongo, utaona nimeenda kwa mtaalamu, amenipa ka udongo tu, nimepaka ile sehemu, umefukuzwa kazi. Anakuwekea kwenye maji kidogo, atakwambia nenda kaoge. Basi unakuta unaoga, umerudishwa kazini, mambo ya mikosi yameondoka kwenye familia yako, maugomvi yameondoka. Huo ni mti mkubwa. Unaenda kila sekta ya madawa duniani. Hakuna mganga, mtaalamu wa viumbe wa mimea anatengeneza dawa za asili, anachimba miti shamba, au kosi mti wa mkuyu. Akiukosa mti wa mkuyu, hana elimu, hana dawa mzuri, hana sifa ya kuwa mganga halali. Huu ndio mti mkuyu mkubwa duniani, umebeba kazi za miti yote duniani. Kila jamii ya viumbe kuna kiongozi mmoja. Natoa mfano, jamii ya samaki zote, nyangumi alitumwa amchukue Yunus kumpeleka nini? Jamii ya mawe, dhahabu. Jamii ya milima, mlima wa Sinai. Jamii ya ndege, njiwa. Jamii ya wanyama, kondoo. Kwa hiyo mti mkubwa duniani, mkuyu mtini. Njoo kwa Dr. Kaipa, utapata dawa ya mti mkubwa duniani, ambao magonjwa mbalimbali, unapigana na magonjwa mbalimbali, magonjwa sugu. Njoo hapa. Nambari zetu hizo ziko chini. Piga hizo namba upate huduma. Shukrani.